Wakati unamaliza kuchambua riwaya ya Kilio Chetu, huku ukitafakari ni kwa namna gani vipengele vya fani na maudhui vinategemeana katika kutoa ujumbe, basi jina la kitabu lisadifu vilivyo yaliyomo ndani. Leo wapenzi wa soka, nasi tuna kilio chetu, kilio ambacho hatujui nani atatufuta machozi, hatujui nani ataondoa masonona tulionayo juu ya kummisi El Capitano, living legend John Raphael, mjukuu wa mcheza soka kutokea ukoo wa Boko. Kilio chetu wapenda soka ni jinsi John Boko alivyokuwa hacheki na yoyote katika kulifumania nyavu, lakini leo hatumuoni tena kwenye pitch akiwa na ubora ule tuliomzoea. Kilio chetu wanarambaramba ni jinsi alivyoiongoza Azam FC katika michezo kadha wa kadha. Tusiseme leo hii tayari umesahau yale magoli ya Captain John Boko katika viwanja mbalimbali hapa Bongo, wakati Azam ukijinyakulia kombe la ligi kuu soka Tanzania bara, lakini leo hayupo tena kwenye pitch. Kilio chetu wana Simba ni lile goli la dakika za jioni kwenye mechi ya kimataifa ambayo ilienda kuamsha ari ya wachezaji kupambana na kuvuka ile hatua kuelekea hatua inayofuata, lakini leo hayupo nasi ndani ya uwanja. Hujui kilio chetu wa Tanzania kwake kama mchezaji kiongozi ambaye hakutumia miguu yake tu, bali hata akili, ukubwa, maamuzi sahihi na uthubutu kuongoza wachezaji wengine wa Taifa Stars kuyafanya mambo mbalimbali katika mechi za kimataifa. Leo hayupo tena pale ndani ya pitch kuwaelekeza wadogo zake akina Clement Mzinze, Nasor Sadun na Kibu Dennis jinsi ya kucheza kwa muda mrefu tena kwa mafanikio katika nafasi kama yake. Hii ndio ukubwa ni dawa, na dawa anayo Boko, ila cha kusikitisha leo hayupo tena kiwanja cha mazoezi cha Taifa Stars. Kilio chetu juu ya utashi wake kiwanjani, ubora wa muda mrefu bila kuchoka, one touch mpira nyavuni na mikimbio isiyotabilika ilivyowatesa wengi. Nimemkumbuka sana Boko, sio lazima awe majini ndio ujue huyu Boko ni hatari. Urefu wake umewatesa wengi kwenye magoli ya vichwa. Leo nikimwangalia Haaland napata wasiwasi, labda kuna muda alikaa chini na kalamu na karatasi na kujifunza mengi kutoka kwa living legend John Boko. Sio mtu anayekaa sana na mpira, kujiposition na stamina yake imemfanya awe mchezaji kipenzi cha wengi na rekodi zikamkimbilia. Au jui ndiye mzawa aliyefikisha magoli 100 katika ligi kuu soka Tanzania bara toka kuanza kwake. Nimemkumbuka sana El Capitano John Raphael Boko. Stay safe, stay humble. Taifa bado linakuhitaji, japo kwa mawazo tu, kwa vijana pale Taifa Stars, hasa kipindi hiki wanapokwenda Morocco kuliwakilisha taifa letu la Tanzania. Niite kwa jina la mwana wa Kadinya, Christopher Gerard, na hii ni Famara Media.